Kuna rafiki yangu ambaye amefariki sasa, anaitwa Lemiongara. Nimtaje kwa sababu amefariki, hawezi kunilaumu. Unajua Lemiongara baada ya kuwa tu ameokoka, alibeba vyombo vyake vyote na vifaa vyake vyote akaleta ufufuo na uzima. Na bendi yake yote ikaishia hapa. Tumebaki na mmoja, Mvura, ambaye alikuwa moja ya bendi yake. Masalia. Mvura uko wapi? Yuko hapa. Wale waliokuwa wananegua wale, akabeba vyombo vyake vyote akaleta pale Hunters Club. Akaniambia story moja. Akaniambia, Gwajima, wewe unafikiri mimi umaarufu niliupata hivi hivi? Nikamwambia, hebu niambie. Akaniambia, bwana, mimi nilipokuja Tanzania hapa nilikuja na mjomba wangu. Ainileta mjomba wangu anaitwa Makasi, yule aliyekuja Jumapili hapa. Ndiye aliyenileta Tanzania. Kwa sababu kule kwetu Kongo mama alikuwa maskini, tulikuwa tunaishi maisha. Mjomba alikuwa anapiga muziki hapa Tanzania, akanileta. Nikaanza kuimba kwenye bendi ya mzee Makasi. Akasema, lakini kuna mzee mmoja kule Morogoro akaniona nilipokuwa naimba na sauti nzuri naimba. Akaniambia, Lemi, hutakuwa maarufu mpaka ukamuone mtu fulani ambaye atakusaidia kuwa maarufu. Hutakuwa maarufu. Akasema dunia ina wakwake. Lakini yeye anasema mimi sielewi. Akamwambia, basi nipeleke. Ninamhifadhi jina la mtu kwa sababu yuko hai leo. Akamwambia, basi nitakuja kule Dar es Salaam nikupeleke. Hiyo bendi yake ilikuwa inaitwa Orchestra Matimila. Matimila ni mji mmoja wapo kule Songea. Ni mji unaitwa Matimila ambako ndio nyumbani kwake na Mvula, nyumbani kwao na Mvula. Mvula huyu baba yake alikuwa na kama kigrocery. Alikuwa anakwenda kupiga pale Lemi. Alipoamua kuanza bendi yake akaamua ite Super Matimila kwa sababu ya kale kabendi kale ya ile baa ile ambaye baba yake alikuwa Mvula. Songea kule. Baadaye Mvula alipokuwa, yule baba akamwomba, basi na mwanangu anakuja kuimba kwako. Sasa anasema, akamwambia, huwezi kuwa maarufu huyo mzee wa Morogoro, nikupeleke kwa mtu atakusaidia. Akasema basi sawa. Akamnong'oneza, lakini mtu mwenyewe ni shetani. Akamwambia, lakini ni shetani, nakupeleka kwa shetani. Akamnong'oneza. Akamwambia, kwa ugumu wa maisha nilionao, akamwambia yule atakusaidia, maana dunia hii ndio ya kwake. Usimuone mtu anazuka kisiasa duniani kama hana Yesu, ana mganga wake wa kienyeji. Mtawala mmoja kale Kalingo Toni anakachukia sana, kama hana Yesu ana mganga wake wa kienyeji. Sasa kale kamzee kakamwambia, basi nitakuja Dar es Salaam. Lemi anasema wakaja Dar es Salaam. Zamani wakapita ile njia kule Ocean Road. Anasema Ocean Road pale kuna bomba linatoa uchafu kutoka Muhimbili hospitali. Bomba kama linaingia baharini, watu wanaoliona. Akasema usiku. Akasema sio ndoto. Yule mzee akachukua mayai mawili, moja akanipa na lingine akachukua yeye. Tukatembea kwenye hilo bomba usiku saa 8. Na watu wapo, sio kwamba ni wako rohoni. Anasema tulipofika mwisho wa bomba pale uchafu unaingia pale. Yule mzee akaniambia, utatupa yai. Ukitupa yai utatumbukia ndani. Ukitupa yai tuwe rukia. Akamwambia, bwana, mimi sijui kuogelea, nimetoka Kongo. Akamwambia, kuna mji kule chini. Kuna mji. Wewe tupa tu afurukie. Akamwambia, hapana, wewe tupa afurukie. Akamwambia, anza wewe. Kale kazee kakatupa, kakarukia. Akakaona chubwi. Na yeye huyu mzee akatupa. Anasema aliporukia yale maji yakageuka kama ukungu. Unavyoona ukungu mvua imenyesha, hakuona maji tena. Akaona kama ukungu, akatokea kwenye mji. Chini ya bahari. Dar es Salaam hapa. Ndiyo yale yanaitwa malango ya kuzimu. Milango ya kuzimu. Kuzimu ni hapa duniani. Ole wa nchi na bahari, kwa maana ameshuka kwenu akiwa na hasira nyingi. Wapi? Kwenye nchi na bahari. Ametoka angani, ameshuka kwenye nchi na bahari. Mkuu wa ulimwengu ambaye ndiye Mungu wa dunia. Anasema wakashuka. Waliposhuka wakajiona kwenye mji. Kuna mji chini, kuzimu panaitwa. Anasema wakaanza kutembea, wakapokelewa mapokezi. Wapokelewa mapokezi. Wakaambiwa, bwana, mna shida gani? Akaambiwa, yule mzee akamwambia, basi jieleze unachotaka. Akasema sasa alikuwa hajapewa maelekezo. Akasema na shida na matatizo. Nataka kumuona nani? Nataka kumuona shetani. Aliposema nataka kumuona shetani,
Anasema yeye mwenyewe, wakasikia sauti nyuma ya mapango. Wakasema, ni nani huyo anayeita shetani? Wakasema, atandikwe kwanza. Wakasema, viboko 20 lile Bwana linaagiza. Sasa huyo mzee aliyemleta Lemongala akasema, mkuu, mimi nilishawahi kutandikwa vitatu. Nilikaa mwezi mzima niko hoi, 20 atakufa. Nimewaletea mteja, jamani mpunguzieni. 20 vingi sana, amekosea. Ni makosa yangu, sikumwelekeza kwamba huko haitwi shetani. Lile Bwana linalosema kule nyuma likasema, mtavigawana. Wewe 10 na yeye 10. Shetani hapunguzi bwana. Unayepunguza ni wewe tu. Wakaambiwa lala. Nikamuuliza Lemi, viboko vyenyewe vinafananaje? Akasema, viboko vyenyewe si viboko si nini. Unasikia mwili tunalia ti. Akasema, chuma si chuma, nondo si nondo, umeme si umeme. Yaani anasema ukipigwa kimoja mwili mzima unatikisika, na mifupa na moyo unasikia ti. Akasema akaanziwa yule mwenzangu. Alipopigwa vitatu akazimia, akapigwa. Nikaingizwa mimi, nikapigwa. Alafu tumeweza kupigwa, tukaja tukatupwa kwenye ufuo wa bahari. Wakakuja kuamka asubuhi, wako kwenye ufuo wa bahari asubuhi. Hawezi kutembea. Wakamwona mtu, akawabeba akawapeleka Muhimbili. Wakakaa Muhimbili pale miezi wagonjwa, lakini hawamwambii mtu. Wakiulizwa ni nini, tulikuwa kwenye disco, ikatokea fujo, tukapigana, wako pale. Lakini wamelazwa kitanda kimoja, anamwambia mwenzake, ulikosea. Haitwi shetani, anaitwa tumekuja kumuona Mungu wa dunia. Ungesema Mungu wa dunia au Mungu mkuu. Usiseme shetani, Mungu wa dunia. Naona sasa. Baadaye huyu bwana akapona. Leni akaniambia, wani kapona. Alipopona baadaye akasema, kumbe kweli, kumbe mambo haya yapo kabisa, kumbe. Niende tena. Akasema, safari hii mimi nielekeze vitu vyote. Akamwelekeza, bwana, ukifika kule usiseme shetani. Hapendi kuitwa shetani, anapenda kuitwa Mungu, au Mungu wa dunia hii, au mkuu. Ndiyo mkuu. Unayoiona ndio mkuu imeenea duniani hapa. Sawa mkuu, unasema ni mkuu, ni ya kuzimu ile. Ndio asili yake hiyo, sawa mkuu. Na akasema ukiwa unaongea na yeye unapiga magoti, unaweka paji la uso chini, unakuwa unapiga mikono, unasema ndio mkuu. Akiongea wewe unasema imeshakuwa mkuu. Ukimaliza unaondoka. Ile mitindo unayoiona duniani hapa inatoka kule kwenye moyo wa nchi. Sikiza nikwambie. Akakaa anasema, nikakaa na dunduliza naimba na mjomba wangu. Baadaye nikasema, bwana, niende tena. Kwa sababu kwenye bendi yetu kwa na vita hawataki. Akasema niende kwanza wakanisaidie kwenye vita hii ishe. Basi akamwambia yule mzee, nipeleke tena bwana. Akampeleka tena. Wakaenda kama kawaida, wakatupia mayai yao, wakazama tena. Kwa adabu, nimekuja. Wakasema, ndio wewe wa miaka ile, miezi ile. Nimekuja kumuona Mungu wa dunia hii. Una matatizo gani? Kuna vita kule nikotokea kwenye bendi yangu. Akaambiwa, ya. Ukija huko hawatumii neno vita. Ukitumia neno vita unamkumbusha mkuu historia yake. Kale kaandiko kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka, nao wakapigwa. Wamepigwa! Yaani kumbe kuzimu ukisema tu neno vita. Akaambiwa tena apewe viboko. Ukija huku usitumie neno vita, tumia neno nina mgogolo. Kuna mgogolo. Au useme natafuta ushindi. Anasema safari akapewa viwili. Na akasikilizwa. Anasema aliposikilizwa ndiye akaja kuanza bendi yake sasa. Akawa maarufu mpaka akaijaza Tanzania yote. Mungu wa dunia hii. Nani aliyekuwa hajui Super Matimira? Nani alikuwa hajui siku ya kufa nyama ya udongo?
Lakini ametoka kule Lemiongala, ametoka kule sasa, ameacha Mungu wa dunia hii, anachechemea, masikio amekuwa mgonjwa, anaanza kuimba nyimbo za gospel, hazitaki na zenyewe zinakataa. Kwa nini? Ulishawahi kuonana na Mungu wa dunia huyu? Lazima tena ujitoe kwa Mungu wa mbingu na nchi. Umwambie Bwana, watu ambao umewahi kumtumikia shetani, unaweza kumtumikia Mungu vizuri sana ukijitoa kwa moyo wako wote. Lakini sio nusu-nusu. Sio nusu-nusu. Amekuja kwa heri dunia, naitwa na Yesu, kwa heri dunia. Watu wametulia tu. Kwa nini? Mungu wa dunia hii. Nakwambia sasa kuna Mungu wa dunia anayewapa watu umaarufu. Usione watu eti Diamond. Mimi nakwambia hakika kabisa. Yaani maneno yangu ni kweli na amina.